Na sisi hapa tunaswali 11 ya tarawih, halafu tena usiku wa manane tunaamka katika swali nyingine 11, au sio? Sasa kisheria inaruhusiwa. Jambo la kwanza ndugu yangu, kama hadithi ilipokea Bi Aisha radhiallahu anha, Bi Aisha anasema ma zada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan 11 rak'a. Mtume hajawahi kuzidisha katika kisimamo cha usiku, swala zake za usiku ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani zaidi ya rak'a 11. Na hii ndio ilikuwa bora. Sasa kuna wale ambao wanaswali zaidi ya hiyo, kwa mfano kuna misikiti ambao wanaswali rak'a 23, kuna wengine banda hii swali bado ongeza. Kama kuna misikiti mfano katika mji wetu wa Nairobi wanaswali rak'a 23, wengine rak'a 21. Wameatoa wapi haya? Ni hadithi nyingine ya Mtume. Yote mlango uko wazi. Babu maftuh. Mtume alipoulizwa kuhusiana na swala za usiku akasema swalatul layl mathna mathna, swala za usiku ni rak'a mbili mbili. Hakuweka ile aliwacha mlango wazi, ile rak'a mbili mbili utaswali mpaka wapi? Ndio unaona kuna baadhi ya nchi mpaka leo kama nchi ya Kuwait wanaswali tarawih rak'a 40. Katika nchi ya Misri kuna baadhi ya misikiti wanaswali tarawih mpaka rak'a 37. Ni ufahamu wa hii hadithi. Unafahamu? Ndio wanasema baadhi ya masahaba walipoona kwamba swala ya Mtume ni ndefu, sababu Aisha anasema msiulize uzuri wa swala ya Mtume ya usiku, fala tasal an husnihinna wa tulihin, msiulize uzuri wa swala ya Mtume ya usiku na urefu wake. Mtume na tarawih ya kwanza peke yake kisimamo cha usiku kwa katika tarawih au katika qiyamul layl alikuwa anasoma sura al-Baqara nzima, Baqara nzima katika rak'a ya kwanza. Hiyo rak'a ya kwanza juzu 2 na robo. Rak'a ya pili anasoma sura Ali Imran nzima, si sura An-Nisa. No, anasoma sura An-Nisa kwanza, alafu ndio ya tatu ya swala inayofuata anasoma sura Ali Imran. Na wakati mwingine akijumuisha zote mbili pamoja, ambapo ni zaidi ya juzu 2. Na nani ambaye ataweza hapo leo? Hakuna atakayeweza, lakini tumewekewa tusome angalau juzu moja hapa au nusu ya juzu moja, katazwa. Sawa? Lakini sasa ndugu yetu anauliza, ndugu yangu, kuna watu ambao leo wanaswali tarawih halafu usiku wa manane wanaamka kuswali. Jambo la kwanza, dalili ya kuonyesha kwamba unaruhusiwa kuswali baada ya witri, hii ndio swali yake ni hadithi ya Bilal bin Umar. Unajua Bilal bin Umar Mtume alimuoa dada yake Hafsa. Sasa Bilal bin Umar alikuwa kiingia. Sasa Bilal bin Umar anasema ile siku ambayo Mtume aliwaswalisha masahaba tarawih pamoja na witri, Mtume Abdullah bin Umar akamuona Mtume ameamka saa 8 za usiku akaswali rak'a 2 akiwa amekaa juu ya kiti. Kwa maana yake ni kwamba unaruhusiwa kuswali baada ya witri, lakini usirudie witri mara nyingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la witrani fi layla, hakuna witri mbili katika usiku mmoja kwa mtu mmoja. Hauwezi kuswali witri mbili katika usiku mmoja. Sasa hiyo ni dalili ambayo ipo kwamba inawezekana kwa wewe ukaamka tena usiku wa manane kuswali. Na Mtume aliposema kwamba ij'alu akhir salatakum witr, ifanyeni swala yenu ya mwisho iwe witri, hapo wazuri wetu wanakubaliana kwamba ni ala istihbab. Mtume anapendekeza, si kwamba anatoa amri. Ndio maana yeye aliwahi kuswali baada ya witri, lakini usirudie witri mara ya pili. Sasa ilikuwa bora mfano katika 10 ya mwisho ya Ramadhani wewe swali tarawih pamoja na imam pamoja na witri, utaandikiwa kwamba usiku kucha ulikuwa umesimama kufanya ibada. Usiku manane tena simama na watu ambao wanakuja kuswali, swali na wao, lakini usirudie witri. Wakati unaposoma kuswali witri usiswali witri, utakuwa umepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Umeandikiwa usiku kucha ulikuwa ndani ya ibada, na hii rak'a 2 ni ziada. Leo kuna baadhi ya misikiti wanasema sheria katika 10 ya mwisho ya Ramadhani kwanza hawaswali tarawih, na hiyo wanafunzi wengi wameikataa, kama alivyozungumza Sheikh Uthaymeen rahimahullah na ndivyo alivyosema Sheikh Fawzan. Wanasema ni khilaf, kwa sababu tarawih tuna ilikuwa baada ya Isha, pamoja na kwamba ni qiyamul layl, tahajjud. Wanafunzi wote wanakubaliana ni ile swala ambayo Muislamu analala kisha anaiamkia, pamoja na kwamba vile vile ni qiyamul layl, lakini swala yote iliyoswaliwa baada ya Isha hiyo ni kisimamo cha usiku. Na leo wana tarawih kuswali baada ya Isha. Wewe leo unajua msitu amka tahajjud usiku wa manane na si mwezi wa Ramadhani, swali witri baada ya Isha utaandika kwamba umeswali usiku. Swali
hawaswali witri katika tarawih, katika 10 ya mwisho. Ikifika time ya witri, watu wote wanatolewa, taa inazimwa, inafungwa mlango, wanaambiwa jamani, mtarudi hapa saa 4 za usiku kuja kuswali. Na kuna watu wenyewe hata kama msikiti unaswali, wao wenyewe hawaswali. Kuna watu wengine wanaswali rakaa 8. Time ya rakaa 8 unakuta kwa nini watu wanaondoka wanaenda. Sasa hapa kuna makosa mawili ambayo wanazuoni wanasema. Makosa la kwanza, si watu wote ambao wanaweza kuamka usiku manane. Kwa nini tunawakosesha watu hili? Kuna watu wazee, kuna watu wagonjwa, kuna watu taabani, kuna watu wengine hawezi kuamka usiku kwa sababu ya majukumu yao. Wanatarajia kwenda kazini mapema, lakini ndio mapema waamke mapema. Akishafanya tarawih na witri wake wao kunitosha. Sasa kwa nini tunawakosesha watu? Ikiwa leo ni imam ndio anayefundisha tarawih, hawezi kufanya witri kwa tarawih kwa sababu yeye ndio ambaye anakuja kufundisha watu witri katika tahajjud, basi asiswalishe witri, lakini amwachie mambo mengine aswalishe watu witri ili wasikose fadhila. Alafu jambo la pili, ndugu zangu, wewe leo kwa nini unahatarisha tarawih na witri ambao unaandikiwa kwamba usiku kucha wewe uko ndani ya ibada? Unajua hii swala ya tarawih, ndugu zangu, ndio ibada ya pekee ambayo Muislamu anapoitekeleza pamoja na imamu, ukamaliza na imamu katika witri, unarudi nyumbani kulala, huko usingizini unalala, na malaika pale wanakuandikia kwamba unaendelea kufanya ibada mpaka alfajiri. Sasa uko naye hapa, chukua hiyo ndio siku nzima uko naye, chukua hii mambo ya usiku wa manane. Hakuna anayejua nini ambayo itatokea. Usihatarishe kiasi hicho ndio usiku wa manane. Unataka nafasi tutasimama tutaamka tena, lakini usihatarishe, chukua hii ambayo uko nayo hapa. Hii mambo ya usiku wa manane ikiwa itatokea itafanya, haikutokea basi. Unajua usiku wa manane wewe unahatarisha, unaiacha hii, unasema hii sina haja nayo, itaamka usiku wa manane. Mara usiku wa manane uwe mgonjwa, ama labda ufariki, ama itokee mvua, ama itangazwe corona hapa, misikiti yote ifungwe. Tumeshasahau yote hapa. Wakati wa corona misikiti ilifungwa hapa, kwa sababu tarawih ni wale wetu. Hata swala ile kila mmoja wetu akafundisha mke wake wazazi wake, au sio? Tushasahau, ikafungwa misikiti, ikawa ni majuto. Uko naye chakula kwenye mkono wako, kula hii. Usiseme bwana yangu baadaye, mambo baadaye wewe utakuja kuliwa na paka hapa, itatokea mtu labda mgeni hapa tu ikabidi umpatie hakuna njia, ikawa ni majuto. Kwa hiyo naruhusiwa kisheria, wale usema dalili ipo, inawezekana, lakini usirudie witri mara nyingi. Ndio maana Mtume akataja kama ilikuwa Mtume asingetaja masala ya witri. Umefahamu? Kwa sababu shafari tena nini tena mambo ya witri, lakini ametaja kwa sababu anaelewa kwamba kumbe inawezekana mtu akarudia na kuswali baada ya witri, lakini kwa sharti kwamba usirudie witri mara nyingi. Namesha labda maswali mawili matatu, au nataka tuendelee? Si tuko na nafasi, lakini au tunahofia kazi yetu. Ni swali nzuri sana. Kuna baadhi ya watu na swala hawajui hata kuswali, hawajui kupanga safu, wanasimama kiholela, wala ajali watu wako bavuni mwake, na hii makosa. Ndio unaona itakana watu wafundishwe sana mambo haya, masala ya taswiyatu sufuf. Imam Bukhari kwenye sahihi yake ameandika mlango khas, ameita babul ithmu man lam yutimmu sufuf, mlango wa madhambi ya mtu ambaye asitimiza safu ndani ya swala. Madhambi ndio tumesoma, maelezea mambo mengi. Ndio unaona katika safu kuna baadhi ya watu, mtu anasimama kwanza, mwingine anasimama kama vile bata. Unajua bata anasimama hivi, maana ni kweli yeye anaanza hapa anasimama na hivi, basi yeye anaendelea kufanya. Mwingine nafasi ya watu watatu anachukua yeye, maana yake nafasi tena bila yake. Alafu tena mwingine bwana, kama alivyosema ndugu yetu kwa hifadhi, anaweka mpaka kumi. Maana yake nafasi yote anachukua yeye, kama kuna wakera watu kwa hii mikono yote, maana yake anapiga watu kwa, na hiyo yote ni khilafu, hiyo yote ni kitu. Umefahamu? Bali kuna baadhi ya watu waliadhi billah hawaruhusu kabisa mtu amguse mguu wake. Utafikiri yeye ameumbwa na madini aina fulani, labda makosa. Hakuumbwa na mchanga wala matope. Ukijaribu kukaribia yeye anakaribia. Ukijaribu kukaribia yeye wengine wanajikunja kabisa hivi. Yaani kama msikiti yuko mtu akubali kabisa
swala akampata jamaa ameanza safu nyingine nyuma kule, yuko peke yake, basi akamsogelea yule jamaa, naye akasogelewa, akasogea na yule jamaa naye kuachana kwa akasogelea, tunaenda akasogea, wakaenda. Baadaye jamaa akikuta swala akamwambia shehe, ni kuachia msikiti au hivyo mambo gani mnataka kufanya wapi? Sasa ni watu ambao hawafahamu, lakini Mtume anasema wallahi fawalladhi nafsi biyadihi la tusawwunna sufufakum au la yukhallifanna Allah baina wujuhikum wa fi riwaya au la yukhallifanna Allah baina qulubikum, wallahi mtaziweka safu zenu sawa au Mwenyezi Mungu atazigawa baina ya nyoyo zenu au atazigawa baina ya nyoyo zenu. Mtaanza kutuliana, unamuona mtu anatisha mbele yako, unamuona ni adui, ndio wale wengi wanapoingia msikitini ni sehemu ya amani, lakini kila mmoja anamwogopa mwenzie. Anaona jamaa ukitolewa salamu na mtu unaona jamaa atakuniomba. Sasa ushaingia ukubali kutoa salamu kwa mkuu ndugu yangu. Leo wengi wetu hapa sisi tumeitafsiri salamu alaykum, ukisikia mtu anakutolea juu jamaa kuna lake atakukwambia, kuna kitu atakukuomba. Kwa hivyo muangalie na sura ya kazi. Wewe kusaidia kitendo yako, kujaambiwa hujalazimisha kusaidia. Amekuomba atakuomba ni kheri yako, wa amma as-sa'ila fala tanha. Lakini ndugu zangu, katika masuala ya kupanda safu ilikuwa sawa, kwanza itakana mtu asimame akiwa straight, miguu yako si kama bata hivi straight. Na hadithi hii kuhusiana na masala haya tunasema, anaeleza kwamba al-mankibu bil-mankibi wal-katfu bil-katfi. Hadithi inapokea Nu'man bin Bashir, kisigino kwa kisigino na mabega kwa mabega, watu wa kusanya. Hii mabega kama hadithi ilipokuja ndani ya Sahih Muslim, Mtume anasema khiyarukum aliyamkum manakib fi salat. Anaelezea Sheikh Uthaymeen, anasema mbora wewe ni yule anayelalia mabega ya mwenzie ndani ya swala. Sasa utalalia mabega ya mtu, utalalia mabega kwa visigino vyenu vimeshikana. Mfano Sheikh Usman, mfano tuoneshe mfano. Sasa mfano ageuka. Sasa mfano hizi leo analipa mabega zetu mbele. Sema sasa kwanza funga. Unaona kwanza ukiweka miguu hivi mabega yako kuja, haiwezi kuja mapana. Lakini sasa kisigino kishikana, hata nini kilalia huko na hiyo ile tunaona sasa labda hapo pia inawezekana jamaa kwa hiyo. Sasa hili mabega yaweze kushikana kwa wingi. Mtume anasema ndio mbora wenu ni kisigino, lazima ishikane kisigino hii, sawa? Hapo kishikana automatic hapo inakuja. Na hii ndio malengo ya kupanga safu, kwa sababu Mtume anasema wekeni safu zenu sawa, kwani mimi namuona shetani anapenyeza katikati ya safu zenu kama anapenyeza mtoto wa kondoo aliyekuwa mweusi. Mtume katika miujiza ambayo alipewa, alikuwa akiwaona maswahaba na anayetokea nyuma ya mgongo wake, na wao wanaswalisha maswahaba, namuona anapenyeza, na ndio malengo. Sasa msiwache kufanya kwa ajili ya shetani, wala tad'u al-furja lish-shaytan, usiache kufanya kwa ajili ya shetani. Ndio hapo sasa kila mmoja wetu ndugu yangu apate kujua kweli majukumu yake. Unapoanza kuswali, hata ukiswali sunna, swali straight, weka mguu wako straight. Unakuja katika swala, jaribu kumueleza mtu wa hiki kisigino itakana ishikane. Haiwezekani usifanye makosa kama yeye. Wewe endelea kusoma straight, madhambi yataendelea yeye. Kwa sababu mtu yeyote mwenye kuvunja safu, Mungu atamkatilia mbali na dhambi. Ili hadithi sahihi. Mtume anasema man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah azza wa jalla. Mtu yeyote mwenye kuunganisha safu, Mungu atamuunganishia mambo yake. Na mtu yeyote mwenye kukata safu, kuvunja safu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamkatilia mbali. Wewe Mwenyezi Mungu akikatilia mbali utakuwa na kheri. Leo tunaona wengi wetu sisi hapa tunapopanda safu, kwanza tunapanda kiolela, halafu pili tunapopanda sijda ile rakaa ya kwanza, tunaporudi katika rakaa ya pili, intakana kila mtu angalie kwanza mwenzie kabla ya kwenda mkoba. Angalia kwanza mtaki kwa sawa. Ameenda kazi kidogo mvute. Unsur akhaka zaliman au madluman. Lakini sasa mtu anarudi katika rakaa ya pili hata hana habari. Huku iko vipi, yuko mbele, yuko nyuma, hana sababu. Na ukijaribu kumfuta, subhanallah, unatafuta vita vikubwa vya dunia. Hii ni matatizo makubwa ambayo tuko nayo ndugu zangu. Na ili kuwarudisha watu katika safu ya sawa, Sheikh Salim, Sheikh Farani, kuna kazi kubwa itakayofanya. Kwa sababu leo sisi tunayazungumza haya, wale ambao wako sisi ni wachache.
labda watafahamu, wataanza kupata. Watakuja wengine ambao hawapo hapa leo katika darasa hili, hapa watakuja kuvuruga, na ukijaribu kumwelekeza anakuona wewe ule. Hii ndio msiba iliyopo, anakuona wewe ule, wewe una elimu, utaniambia nini wewe? Kumbe hajui maskini anakosea, na hii ni jambo la hatari kubwa sana. Kwa hivyo unapokuja katika swala, ndugu yangu, weka miguu usipanue, kwa sababu ukijipanua, ukienda Magara, ukirudi katika daraja pili, tayari umeshaweka mwili. Sasa tayari hapo umeshaacha moja. Na ikiwa mtu ambaye yuko mwili wako leo haelewi, ile moja itabaki hivyo, na shetani anabaki kuchezea. Na ndio unaona kuna baadhi ya watu wako ndani ya swala, kumbe hayuko hapo. Wewe unafikiri kwa jamaa na swali, kumbe akili yake iko mbali. Shetani anampeleka kwenye biashara yake, kwenye matamanio yake, kwenye dunia yake. Kama kuna mmoja waliyatu billah, imam msikitini, ndio kutokea ndani ya msikiti, amewaswalisha watu salati ya Isha rakaa 3. Imam amesahau na maamuma wote pia wamesahau. Hebu angalia tukio hili. Imam maamuma wote wameshatoa salamu. Basi watu wanaendelea na kazi zao, bwana mmoja yuko pale kando. Akamwambia Imam, bwana umetufaisha rakaa 3. Mimi naona natia shaka. Mimi naona kama rakaa 3. Jambo moja akasema hapana, rakaa 4. Jambo mwingine akamwambia akasema ni 3, kama nakumbuka sasa. Jambo moja alipoona mwanadamu ameanza, akatoa sauti akasema basi swali irudiwe. Jambo moja akamwambia bwana rudia wewe. Unajua swala ni ngumu, rudia wewe. Swala sio rahisi. Hii dakika 7 kwa tunasimama hapa, eti turudie. Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Sasa kuna bwana mmoja alikuwa amekaa hapa mbele hapo. Unaona hapo mbele hapa, kwenye safu ya mbele. Bonge la mtu ana koti yake na suti yake. Akasimama. Akawaambia watu, "Sallu ala nabii, sallu mtume." Allahu sallallahu alaihi wasallam. Akasema bwana, mimi nimekumbuka niko na ushahidi. Tena ushahidi. Imam amefaisha rakaa 3. Vipi? Akasema bwana, mimi niko na duka 4 bwana. Katika kila rakaa moja mimi ufunge hesabu ya duka moja. Leo ufunge hesabu ya duka 3. Amuona kwamba Imam amefaisha rakaa 3 kwa Imam. Hii ni wazi kabisa. Hii ni matatizo ya watu kuja safu zao. Wewe unadharau mambo ya safu, ndio inapeleka mtu anafunga mahesabu ya kazini. Anazingatia kumbe anafunga mahesabu. Hii ndio hali ya nafikiri tufahamike kwa ufupi nini. Swali la mwisho basi, 1 2, kuna swali lingine? Tujibu maswali mawili hapa. 1 2. Na tuanze na wewe. Na mwisho. Asalamu. Leo zikata. Naam. Swali zuri. Unajua hii swali lake inaambatana na hadithi moja ya Mtume ambaye ameipokea Bukhari katika Sahih Muslim. Hii hadithi ina riwaya nyingi, lakini miongoni mwa riwaya ni hii. Mtume anasema, idha kanat awwal laylatin min Ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun niran wa sufidat ash-shayatin, wa fi riwaya wa sulsilat ash-shayatin. Yani itakapokuwa usiku wa kwanza wa Ramadhani, mlango wa pepo unafunguliwa usiku wa kwanza. Sikizeni kwa makini. Inapokuwa usiku wa kwanza wa Ramadhani, mlango wa pepo unafunguliwa, mlango wa moto unafungwa na mashaitani wanatiwa minyororo. Sasa ikiwa tutasema bwana, kila anayefunga mwezi wake yuko sawa, wale ambao walianza na kadhi wako sawa, na wale ambao wanaofunga na mwezi wa kimataifa ilionekana katika nchi yote duniani wako sawa, kila mtu afuate mwezi wake. Hii hadithi itaenda wapi pia? Tuchukue mfano, mwezi unaonekana Sudan. Sudan imetangaza, Kenya imekataa. Kati na leo watu hakuna mwezi. Kesho bado tunakula. Sasa kwa kuwa Sudan imetangaza mwezi kwa kesho Ramadhani, ina maana hii hadithi kule Sudan ndio mlango wa pepo umefunguliwa. Na mlango wa moto umefungwa na mashaitani kule Sudan ndio washatiwa minyororo zaidi. Lakini hapa Kenya kwa sababu kazi inatangaza kesho tunakula, mlango wa pepo bado umefungwa na mlango wa moto bado uko wazi na mashaitani bado wako huru. Sisi kama tunafahamia ndio. Hii hadithi tutaiweka na si hiyo ziko nyingi kulingana na masala haya. Ili tuweze kusadimika na matatizo yote hii ya mambo ya mwezi, ni ufuate mwezi mmoja wa dunia. Pamoja na kwamba kuna ikhtilafi ya wanazuoni, Imam Shafi anaenda upande wa kwamba kullu baladin ru'yatuhu au kullu baladin lahu ru'ya, kila mji una mwezi wake. Ili yeye Imam Shafi
na Imam Ahmad bin Hanbal wamesema mwezi ikionekana mahali popote pale duniani inamlazimu Muislamu mahali popote alipofunga na inamlazimu Muislamu mahali popote kulaini. Na ndio unaona wakatumia hadithi ile ambayo wale zetu wanatumia kwamba Mtume anasema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni ionekanapo, si mnapoona. Wao wanaichanga tafsiri kwamba fungeni mnapoona, si masala ya kuona, ni kwamba mwezi unaonekana. Nani ambaye hajawahi kuona mwezi hapo? Hata kadhi wetu anakaa ofisini anangojea kuletewa habari, hajawahi kuiona, au sio? Sasa napigiwa simu. Mimi nakumbuka mimi nimewahi kuona mwezi nikiwa mdogo sana, labda nilikuwa standard 6. Ndio niwahi kuona mara moja, na sijawahi kuona tena. Na wengi wetu hapa tunaletewa habari. Ni masala ya kuletewa habari. Ikiwa leo mwezi wa Zanzibar inakubaliwa katika nchi yetu ya Kenya, kwa nini hapaonekana sehemu nyingine yote isikubaliwe? Kwa hiyo ni gani na hiki gani? Sasa hapa tunakuja kuchanganyika. Umeona tunakuja kuchanganyika. Kwa hivyo katika masala haya ndugu yangu, pamoja na kwamba kuna ikhtilafu wanazuoni, kaulu rajih katika ikhtilafu, kuna masala mawili ambayo kila Muislamu atakana ajue. Huyu anasema hiki kitu inafaa, huyu shekhi mwingine anasema hapana, haifai. Tunaangalia masala mawili. Ya kwanza, kaulu rajih ni gani? Kaulu rajih ni kauli gani iliyoegemea dalili kwenye Qur'an na Sunna katika kauli mbili hizi? Hiyo ndio kauli ambayo tunafaa kufuata. Na ndio unaona hata masala mwezi, kauli rajih ni watu kufuata mwezi mmoja wa dunia. Alafu tunaangalia vile vile kauli jamhurul ulama wanasema nini kuhusiana na masala haya. Ndio tunakuta maimamu watatu, Imam Abu Hanifa, Imam Malik na Imam Ahmad bin Hanbal, wanasema mwezi mmoja tu ikionekana popote lazima Muislamu mwingine afunge popote. Na walichukua uamuzi huu wakati wao katika zama zao. Usafiri ulikuwa ni usafiri wa ngamia na punda. Hakuna mawasiliano, hakuna internet, hakuna email, hakuna fax machine, hakuna live kama ya TV, hakuna ndege kupeleka habari haraka. Walichukuaje msimamo wakati wao? Na walikuwa wanajua hii kilikuwaje inawezekana. La mwezi wakati wao mfano imeonekana Kenya, Nigeria itajuaje? Pakistan watajuaje? Uingereza watajuaje? Saudia watajuaje? Au imeonekana nchi nyingine itajuaje? Wakati wao, kwa sababu walisimama na nasi ya Qur'an na hadithi ya Mtume. Hawakujali tena inawezekana au haiwezekani. Maadamu Mungu ashaelekeza na mtume wake, basi sisi tutafuata hiyo hata kama tunaona ni kitu haiwezekani. Lakini leo kauli zao ambayo inatumiwa katika kuwashajiisha watu wafuate na hiyo pekee yake. Waliposema kwamba kulingana na hadithi ya Mtume, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni ionekanapo mwezi na fungueni ionekanapo. Hawa maimamu watatu wanasema wa huwa khitabun amun li jami'i al-ummah man ra'ahu minhum fi ayi makan kana dhalika ru'yatuhum jami'an. Hapa Mtume anazungumza na watu wote dunia nzima, si kwamba anazungumza na watu wa Makka na Madina. Mtume anaposema swalini kama ninavyoswali mimi, si kwamba anazungumza na watu wa Makka na Madina, anazungumza na watu wa dunia nzima. Yeyote miongoni mwenu atakayeona sehemu yote duniani, inamlazimu Muislamu mwingine mahali popote alipo kufunga mfungo. Na Mwenyezi Mungu amethibitisha ndani ya Qur'ani kwamba Mtume anapoongea, anaongea na watu wa dunia nzima. Wama arsalnaka illa kafatan linnas wa kadhalika awhayna ilayka Qur'anan arabiyyan litundhira umma alqura wa man hawlaha. Hivi ndivyo tulivyoteremshia Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ya Muhammad, ili uwaonye watu wa Makka na walioizunguka Makka. Walioizunguka Makka ni kina nani? Ni watu wa dunia nzima, kwa sababu Makka iko katikati ya dunia. Hata leo geographers na masayansi wamethibitisha Al-Kaaba iko katikati ya dunia. Sasa kishakuwa ni katikati, kwa hiyo pembezoni mwake ni watu wa dunia nzima, ni watu wa dunia nzima. Sasa ili uweze kusalimika, ndio ndio cha swali, ili uweze kusalimika usije ukala mchana wa Ramadhani. Mwezi umeshaonekana, wewe bado unakula na watu wameshaanza kufunga. Ukiulizwa unasema kadi inatangaza, radio fulani inatangaza. Tahadhari wewe. Sasa ina maana hapa nchi yetu ya Kenya kumbe bado mlango wa jahannam uko wazi. Ndio maana wengi wamekataa kufunga. Inna lillahi ndio shetani ndio huko. Msiba. Fata mwezi mmoja wa dunia utasalimika na matatizo mengi sana. Na ili vile vile usije ukaikosa Lailatul Qadr. Ndio hapo sasa swali yako. Lailatul Qadr ni usiku mmoja. Na Mtume amesema tuitafute usiku huu. Itakana kutafutwa kwa mtu kufanya ibada nyingi nyingi.
al-ashr al-awakhir min Ramadhan, itafuteni Lailatul Qadri katika masiku ya witri. Masiku ya witri maana yake inawezekana Lailatul Qadri ikawa katika odd night, ima usiku 21 ama usiku 23 ama usiku 25 ama usiku 27 ama usiku 29, moja wapo inaweza kuwa Lailatul Qadri. Tunasema tulitafute, itakana kufanywa kazi maana. Sasa leo tuchukue mfano hapo, tumegawanyika makundi mawili. Kuna watu ambao walianza kwa Jumapili ambao walisikiza kazi, na kuna watu miongoni mwetu hapo walianza siku ya Jumamosi. Sasa wale walioanza Jumamosi wako mbele, walioanza Jumapili wako nyuma. Mfano leo sisi tumehesabia tarehe 18, au sio? Wao wanasema leo kwao ni tarehe 17. Basi ndio hivyo hivyo. Itakapofika usiku wa 21 ambapo ndio itakuwa ile Qadri ya kwanza, tutawatangazia watu, jamani, leo ndio usiku wenyewe, msilale, anzeni kutafuta, anzeni kufanya bidii usiku, msilale. Wanaofuata mfano yao wanasema hapana, leo ni usiku wa 20, wao tunapotosha watu. Kwa maana wachelewa kwanza. Sasa sisi tutakapokwenda usiku wa 22, wao ndio watakuja kuambia watu leo ndio usiku wa 21, msilale, itafuteni kwa wingi na uvumba. Inapofika usiku wa 27, wale wanaofuata mfano yao wanasema hapana, leo ni usiku wa 26. Hawa wanaofuata mwezi wa kimataifa utakapokwenda usiku wa 28, wanaofuata mwezi wa nchi yao sasa wanakuja wanaambia watu leo ni usiku wa 27, jamani, msilale. Hakikisheni kwamba mmefanya ibada nyingi kwa maredio, kwenye mitandao, katika maidhaa, misikitini. Sasa katika watu wawili hawa, ndugu yangu, nani aliyepata Lailatul Qadr? Unafahamia lakini ili uweze kusalimika uondoke katika matatizo haya, fuata mwezi mmoja wa dunia. Utakuja kufanya bidii katika sehemu ambayo haifai kufanya bidii, kumbe ni kwa sababu ya kuchelewa kwako. Unajua kuna baadhi ya watu, ndugu zangu, naomba msamaha kusema hii, wanajichelewesha katika mambo ya kheri, hata peponi pia watakuja kuchelewa. Watu wameshaanza kufunga, yeye bado anakula. Watu wanakula Idi, yeye bado anafunga. Watu wameshamaliza kuswali, yeye ndo anaingia sasa. Watu wanamaliza mambo ya kheri, yeye bado. Sasa tahadharini ndugu zangu. Mwenyezi Mungu anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, kimbilieni katika kutafuta msamaha wa Mola wako wenu na pepo yake. Pepo ya Mungu na msamaha wake sio kitu ya mtu anaenda anajitafuta hivi, amechelewa kila siku yuko nyuma tu. Wewe unafuata mambo ya watu. Watu hawa hawawezi kuzikwa na wao, wala hawawezi kufufuliwa na wao, wala hawawezi kusimamisha na Mungu mbele ya Mungu akiwa wao pia watakuwa na wewe. Hawatakuwa na wewe, wala hakuna mtu atakusaidia, wewe utakuwa peke yako. Na Mungu atakuita, atakusimamisha mbele yake ukiwa peke yako, ya fulani bin fulani. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Mwenyezi Mungu atakuita kwa jina ambalo ulikuwa unaitwa naye hapa duniani, ya fulani bin fulani, utaitikia naam, ataanza kuuliza na yote haya utauliza, utakwenda kujibu nini? Tutahadhari na hili vile vile, usije ukaikosa siku ya Arafa. Fata mwezi mmoja dunia, na Arafa inafanyika katika Saudi Arabia. Hata kadri wetu ya Abdul Halim Hussein, mashallah, tunampa husnul dhann, tunampa dhana njema kwamba alipochaguliwa kadhi akatangaza msimamo kwamba Arafa tutafuata ile Saudi Arabia, lakini masuala ya mwezi wa Ramadhani tutafuata mwezi ya nchi tatu: Kenya, Tanzania na Zanzibar, pamoja na kwamba hii haina dalili. Kwa nini sio Somalia?